Hello guys, kuna kitu nataka kuambia na hiyo ni very important. It's better ushikwe bila ikama kuliko kushikwa na ikama mwetu. Okay, most of the time kuna wale ushikwa bila ikama, at least huwa tunawatoa. Huyo utaenda deportation umchukue, because ukiwa na Msaudi, all of you knows that our Saudi siku hizi tunawaita rescue team. Msichana akishikwa unampigia anaenda anakutolea. Ama ukiwa na mtu ameshikwa unampigia anaenda anakutolea. Ukishikwa bila ikama itakuwa rahisi sana mimi kukutoa. Kwa sababu huyu atakuja pale na akutoe. Kuna vile wataongea akutoe. Wewe utanilipa cause huwa sitoi mtu bure kama ameshikwa. Na kuna wale ushikwa bila ikama na polisi wenyewe wananipigia. Ananiambia kusara tali shirahad. Kama kuna msichana I think ilikuwa sijui lini alishikwa na akalilia polisi shida zake, vile ni maskini, mama yake sijui ako na kanza. Polisi alinipigia akaniambia Sara, kuna msichana tumeshika hapa na ana mahali pa kuenda, unaweza fanya nini? Unaweza kumchukua. Nikamchukua. But ubaya wasichana, unaenda unachukua msichana kule kwa polisi, unamleta nyumbani cause wakati ameshikwa ana chochote. Na maybe utuseme huyu msichana maybe ametupwa nje na madama ama amefanyikiwa kitu. Most of the time naonanga wenye nimesaidia kutoka ni wale watu hawana kitu. Unamleta nyumbani, unanunulia msichana simu, unamnunulia line, unampeleka kazi. Msichana atakublock na hiyo simu ulimnunulia. So nowadays I don't help. By the way, hata kuna mwanaume alijaribu kunikujia inbox juzi nimtoe kabisa, nikakataa. Kwa sababu hata wanaume pia ninatoanga, unaenda unasumbukana, unaenda mpaka unatafuta huyu mtu anaenda anakutolea mtu, then sasa huyu anaona like Kenyans hawana asante. Unaona, amekusaidia, amekutoa, mmeelewana pesa, alafu ukifika kazini unamblock. So I was trying to say this, ni heri ushikwe na ikama yenye, yani ni heri ushikwe kama una ikama, hapo itakuwa rahisi kukutoa kuliko kushikwa na ikama mwitu. Kwa sababu ukishikwa bila ikama utaenda nyumbani ama utaenda deportation, ambapo kutoa ni rahisi. Lakini ukishikwa na ikama mwitu utaenda Malaz miaka 2, ambapo sasa uko pia kutoa si rahisi, kwa sababu itakuwa mashtaka kwanza, useme ulitoa wapi na utasema yani kila kitu. But ukiwa mwerevu kama msichana wangu, alisema kampuni yenye alikuja naye ndiyo ilimpea na hakujua iko hivyo, so yeye ajui anything, na hiyo kampuni ilifungwa. So hapo unajua hakuna vile wataanza kufuatilia hiyo kampuni, utaachiliwa. Lakini ukiwa mjinga uanze kuropokwa, useme Sara ndiye alinipea, ama boss lady ndiye amenipea, ama Elizabeth ndiye amenipea, hapo mtaanza kushikwa one by one, kuanzia kwa mtu alikupea mpaka mwisho. Ukiwa mwerevu ukishikwa na kitu kama hiyo, sema mimi nilikuja huku na kampuni na mimi sikujua hiyo kampuni ilifunga. Tafuta hata ile kampuni, sijui ni mahara ama gani ile imefungwa. Sema hata hiyo kampuni, jua hata wapigia imeshafungwa. Alafu sasa wewe hata ukishikwa watasema ukumbe hiyo kampuni ndiyo ilichezanga bad game. Unaelewa? Na wachanua tu. Cha pili, in case ukiwa nayo na ukutane na hao watu, cause kuna time unapatanga wamejaa kwa barabara. Kama juzi tulikuwa natoka NSK tukapata wametanda kwa barabara kweli kweli. Ukipatikana nayo, okay, chukua hiyo kitu, weka katikati ya kiti ya driver, cause hawata check kiti. Wewe toka peke yako, watawacheck tu nyinyi mrudi ndani, cause kuna time zenye wao wanashika na kuna time hawashiki. But kuna kitu nilikuwa nataka kusema, most of hao watu wenye wanashikwa ni watu wale hawafuati nini za Saudi. Mimi nimekaa before ndio nifanye kukafiliwa, mimi nimekaa bila ikama, and nimekuwa nikishikwa mara kadhaa na nilikuwa natoka. Mimi sijashikwa mara moja ama 2, nimekuwa nikishikwa mara kadhaa. Mara ya kwanza nilishikwa kama msichana amekufa, nikaekelewa cause yani kuna dalala alichukua msichana. Ilikuwa tu hii bad game ya madalala, mnaelewa, alichukua msichana alafu akaua msichana, then akakuja akatupa kwa zibala hapa. Ilikuwa kesi kwangu, but I thank God one of the ladies mwenye walifanya naye hiyo kitendo aliwaruka na akakuja kuni back up, so nikatoka. Ya pili, yani nimekuwa into those nini, so najua. So kenye naweza kuambia, kuwa mwerevu. Kama unatoka nje,
Unajua watu pia wanajua wa Kenya. Juzi nilikutana by the mabeshte yangu wengi ni makarao. Juzi nilikutana na mtu mwingine. Okay, sitaki kusema. Na akaniuliza, "Wewe ni Mkenya?" Nikamwambia mimi ni Mkenya, akisema hapana. Wakenya huwa wanavaa hivi na hivi na hivi. Yaani they know us. Wanajua nyinyi mnavaa hivi na hivi na hivi. Na ndio inakuanga rahisi kushikwa. By the way, mimi ukinikutana huwezi jua kama mimi ni Mkenya ama Myemen ama Filipino. Mimi most of them, hata makarao wenye niko nao, most of them walikuwa wanamisunderstand, wanafikiria mimi ni Muindonesia. Wengi wao fikiria mimi ni Muindonesia. Kwa sababu ile mimi natoka na heshima zangu, umevaa vizuri, umejifunga, umejitanda vizuri. Lakini wa Kenya kuna vile wanavaa, mtu anatoka tu vile anataka, nguo imekaa hivi, nini imekaa hivi, unapata unakuwa kwa shida kubwa sana. So pia tuangalie hapo hivyo. Unaweza ishi tu huku safe bila kukuata na hiyo kitu na ukae. As long as unafuata tu zile masharti. But vile huyo amesema ni kweli, ni heri kukosa ikama kuliko kukuwa na mwitu. Hapo na msupport kabisa. Yeah.